Hujambo na karibu ndugu mpendwa mtazamaji wa Kwetu News 24 mahali popote mlipo duniani. Matumaini yetu mpo salama salimini. Ni saa 9 kamili saa za Afrika ya Kati, saa 10 saa za Afrika Mashariki. Hivyo mkaribisha kuungana nami kwenye makala hii ya awamu ya tatu ya hii Jumatatu. Twende moja kwa moja na vichwa vya habari tulivyokuandalia siku ya leo, ndugu mpendwa mtazamaji wa Kwetu News 24. Ni pamoja na kusema kwamba wapiganaji wa wazalendo pamoja na vikosi vya wanajeshi vya DRC wamechukua tena udhibiti wa kijiji cha Mpeti katika eneo la Walikale. Akizungumza na machifu wa kitamaduni huko Bandundu, Rais Felix Tshisekedi anamkosoa mwenzake wa Rwanda Paul Kagame. Serikali ya DRC inasema iko macho kutokana na hatari ya uchafuzi wa mionzi katika maeneo ya migodi huko Lualaba. Shinikizo la idadi ya watu lenye takriban ya wakazi milioni 20 wanaoishi katika vitongoji 400. Jumapili Machi 29 hiyo jana kuelekea Gbadolite akiwa ndani ya ndege yake maalumu, naibu waziri mkuu Jean-Pierre Lihalo. Tukiwa Kivu Kaskazini, vikundi vya wazalendo vyachukua tena vijiji kadhaa baada ya kujiondoa kwa M23. Hii ni habari kamili. Na ndugu wapenzi watazamaji, niwakaribisha kuungana nami kwenye awamu hii ya tatu ya hii leo Jumatatu Machi 30 mwaka huu wa 2026. Vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba wapiganaji wa wazalendo pamoja na vikosi vya wanajeshi vya DRC wamechukua tena udhibiti wa kijiji cha Mpeti katika eneo la Walikale katika gavana wa Nord Kivu ama mashariki ama Kivu kusini mwa DRC baada ya vikosi vya muungano wa mtu AFC ama vya mtu Kongo ama AFC RDF kujiondoa. Akizungumza na machifu wa kimatamaduni huko Bandundu, Rais Felix Tshisekedi anamkosoa mwenzake wa Rwanda Paul Kagame. Wale tuliwazania kuwa viongozi wa Kongo kwa kweli walikuwa wageni wanaohudumia wageni wazungumzaji mkubwa. Serikali ya Kongo inasema iko macho kutokana na hatari ya uchafuzi wa mionzi katika maeneo ya migodi huko Lualaba kusini mashariki mwa DRC. Swala litawala kikao cha baraza la mawaziri lililokutana siku ya Jumamosi Machi 28 mwaka huu 2026, ambapo Rais Felix Tshisekedi alitoa wito kwa tahadhari zaidi kufuatia tahadhari mpya ya kiafya iliyoripotiwa huko Kolwezi. Tukiwa tu DRC ni kwamba shinikizo la idadi ya watu lenye takribani wakazi milioni 20 wanaoishi katika vitongoji 400 ni miongoni mwa changamoto zinazokabili kijiji cha Kinshasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mamlaka ya kijiji ilisema katika video kutoka ukumbi wa jiji iliyotazamwa Jumapili na ACP. Kinshasa inakabiliwa na changamoto nyingi, wakazi milioni 20, manispaa 24, vitongoji 400, njia na mitaa 440 kumrazi 140 na 22, na shinikizo la idadi ya watu. Matatizo mbalimbali inayokabili jiji la Kinshasa si matatizo tu, bali pia fursa za historia kuandaliwa ama kuandikwa kwa njia nzuri zaidi, alisema Daniel Bumba, gavana wa Kinshasa katika video hiyo. Tukiwa tu DRC ni kwamba hiyo jana Jumapili Machi 29 kuelekea Gbadolite akiwa ndani ya ndege yake maalumu, naibu waziri mkuu Jean-Pierre Lihao anayesimamia utumishi wa umma aliondoka Kinshasa Jumapili ili kuelekea Gbadolite, mji mkuu wa jimbo la Nord Ubangi kwa ajili ya awamu inayofuata ya ziara yake ya kiutawala katika majimbo.
kuna matarajio makubwa katika eneo hilo. Wakazi na watumishi wa umma wanajiandaa kumkaribisha mtu ambaye wengi wanamuona kama naibu waziri mkuu mleta mageuzi halisi. Tukiwa Nord ama Kivu Kaskazini, vikundi vya wazalendo vichukua tena vijiji kadhaa baada ya kujiondoa kwa M23. Kwa kutumia fursa ya ombwe la usalama iliyoachwa na kujiondoa kwa M23, vikundi vyenye silaha vinavyojulikana kama wazalendo vimechukua nafasi mpya haraka katika vijiji kadhaa huko Kivu Kaskazini. Kulingana na vyanzo vya ndani, vijiji vya Fukununu, Ilambula, Ivatama, Luseka, Lunyasenge na Kipesi vilangukia chini ya udhibiti wao muda mfupi baada ya wapiganaji wa harakati hiyo yenye silaha kuondoka. Hali bado ni tete katika eneo hilo, ambapo harakati za idadi ya watu wa wasiwasi wa raia unaongezeka, ikisubiri uwezekano wa kupelekwa tena kwa vikosi vya kawaida. Ndugu mpendwa mtazamaji, kumbuki kuwa habari hizi zinapatikana kupitia WhatsApp channel yetu kupitia chini ama namba iliyoko chini screen yako, lakini pia Facebook na Instagram. Bado niko nawe tukiwa tu nchini DRC uko Goma. Mahakimu Mumbere Didas, mwanachama wa M23 kwenye paja na shingo, kwa sasa anakimbia Mukihinga kulingana na ripoti. Kosa la mkewe lilikuwa ni kumuuliza, sasa kwa kuwa vita vinaisha tutaenda wapi na utashi maisha ya aina gani baada ya M23 kuondoka? Mashariki mwa DRC, nishati ya jua yaibuka kama nguzo ya huduma muhimu katika mgogoro. Katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo migogoro ya usalama na kibinadamu inazoofisha miundombinu kwa kiasi kikubwa, upatikanaji wa umeme unabaki kuwa changamoto kubwa katika mazingira ya haya magomo. Wakati mwingine yanaonyeshwa na hali ngumu, mwendelezo wa huduma muhimu ni kipaumbele kwa idadi ya watu. Uko Goma, mipango inaongozwa na watendaji wa sekta ya nishati ya jua haswa nuru imekuwa ikisaidia kupunguza nakisi hii ya nishati tangu Februari mwaka 2020. Kiwanda cha kwanza cha umeme chenye uwezo wa takriban megawati 1.3 kikifanya kazi kwa idadi ama kwa zaidi ya miaka 6 kwa sasa, kinasambaza takriban karibu kaya milioni 2.6 kumrazi laki 6. Upanuzi unaoendelea unaokadiriwa kuwa megawati 3.7 za ziada unapaswa kuongezeka uwezo huu hadi takriban ya kaya 6.5. Kasi hii ni sehemu ya mkakati mpana wa upanuzi uko Bunia, mradi wa takriban megawati 11.8 unaoendelezwa kulenga hudumia angalau kaya 16 pamoja na biashara ndogo za hati ama zakati uko Kindu. Mradi mwingine unaokadiriwa kuwa megawati 2 unalenga kutoa umeme wa zaidi ya kaya na biashara 5. Hatimaye mipango kadhaa kama hiyo inaweza kupanua upatikanaji wa umeme kwa zaidi ya Wakongo milioni 10 ifikapo mwaka wa 2030 kulingana na makadirio ya sekta hiyo. Hapo awali hatari tayari inaonekana, tukiwa hatuna umeme kwa muda mrefu sasa. Kwa umeme kutoka kwa makampuni ya nuru, tunafurahi na tunatumai kuwa huduma zinaweza kupanuliwa kote jijini Goma, alitangaza Christian Kalomo, rais wa shirika la asasi za kiraia katika wilaya ya Karisimbi mnamo Februari mwaka 2020. Kama waandishi wa habari, mimi binafsi nilitoa mfululizo wa ripoti kuhusu miradi ya nishati ya jua ya kampuni ya nuru katika jiji la Goma, katika jiji la Goma la Kinwingo.
Maafisa wawili wakuu wa FARDC washtakiwa kwa ushirikiano na waasi wa FCM23. Mkuu wa wafanyakazi wa FARDC aliwasilisha hadharani maafisa wawili wakuu walioshtakiwa kuwa kuajiriwa wapiganaji wa uasi wa FCM23 katika eneo la Great Katanga na kuashiria hatua mpya katika mapambano dhidi ya uingiliaji ndani ya jeshi. Kulingana na vyanzo kadhaa vyanzo vya kijeshi, kukamatwa huku ni mwendelezo wa moja kwa moja wa kubomolewa kwa jaribio la uasi huko Mitwaba. Kukamatwa kwa wanamgambo kutoka kundi la Bakata Katanga kuliruhusu huduma za kijasusi kufuatilia mlolongo wa shiriki la kuangazia uhusiano wa ndani ya vikosi vya jeshi. Kesi hii inaibua wasiwasi mkubwa kuhusu uaminifu wa baadhi ya vipengele ndani ya FARDC katika mkutano wa usalama ambao tayari umezoofishwa na migogoro inayoendelea mashariki mwa nchi. Na ni hapa naweka nukta kwa taarifa hii ya habari, ndugu mpendwa mtazamaji wa Kwetu News 24. Asante kuwa nami mwanzo mpaka hivi tamati mwa taarifa hii ya habari. Kumbuke hii ni awamu ya 3, bado awamu ya 4 na mwendelezo, hivyo kwa mengi zaidi ili kuhabarika zaidi vya kutosha, hivyo usikose kusubscribe, lakini pia kushare na kulaki wa kwanza kupata habari zetu. Mimi ni wako mtangazaji wa kile itoo leo. Hii ni Kwetu News 24, nikisema chao chao.